Yes, ninakusalimu katika jina la Bwana. Habari ya leo. Ninayo habari njema kwa habari ya kitu kinaitwa madirisha ya baraka. Madirisha ya baraka. Madirisha yanayotoa baraka. Biblia inaeleza wazi kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 7. Utaona Biblia inaeleza wazi kuanzia ule mstari wa 11. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibujika kwa nguvu. Madirisha ya mbinguni yakafunguka. Unaona, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kwa hiyo maandiko yanatueleza kwamba mbingu ina madirisha. Lakini pia Mwanzo 8 ule mstari wa kwanza, mstari wa pili, utaona chemichemi za vilindi zikafungwa. Unaona pia na madirisha ya mbinguni yakafungwa. Kwa hiyo madirisha yapo. Kwa hiyo mbingu ina madirisha. Mbingu ina madirisha. Sasa nataka nikuambie nini? Kuna madirisha ya baraka. Somo langu leo linaitwa madirisha ya baraka. Kitabu kile cha Malaki ile sura ya 3 ule mstari wa 8, wa 9 na wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 8, wa 9 na wa 10. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mungu huyo anasema, mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Mstari unaofuata wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Asema Bwana majeshi, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata niwafungulie madirisha ya mbinguni, alafu niwamwagieni baraka. Tunaona neno madirisha imeapia mara nyingi kwenye Biblia. Lakini tunaona kipindi kile cha gharika, Mungu alifungua madirisha ya mbinguni, mvua zikamwagika. Na gharika ilipokoma, Mungu akafunga madirisha, mvua ikakoma. Sasa basi, kitabu kile cha Malaki kinaeleza habari ya zaka. Nataka nikuambie, kuna namna nyingi za kubarikiwa. Kuna njia nyingi sana za kubarikiwa. Na maandiko yanaeleza njia mbalimbali ambazo unaweza ukafanya na ukabarikiwa. Lakini kuna hii njia moja ambayo leo nimetamani nikuambie, ambayo njia hii ya kubarikiwa inatokea kwenye madirisha ya mbinguni. Jambo la kwanza, unatakiwa utoe zaka iliyo kamili. Kwa hiyo lazima ujiulize, zaka ni sehemu ya 10 ya sadaka ninayotoa. Ni kweli kuna namna nyingi ya kutoa. Sadaka ziko za aina mbalimbali. Ila leo naongelea sadaka moja ya fungu la 10. Inaitwa sadaka ya zaka. Ambapo Mungu amesema leta. Huombwi. Leta. Leteni zaka kamili. Wapi? Ghalani. Ili kiwemo chakula. Wapi? Nyumbani mwangu. Kwa hiyo jambo la kwanza la kujiuliza, lazima ujifunze kutoa zaka kamili. Jambo la pili, hiyo zaka hakikisha unaitoa kwenye nyumba ya Mungu. Ukifuata hivyo vitu viwili vya muhimu sana, utaona Mungu atakufungulia madirisha ya mbinguni, alafu atakumwagia baraka hata ukose mahali pa kuweka. Sasa nikuulize, kuna maswali nataka ujiulize. Swali la kwanza, unakuwa mwizi? Ni heri ukawa mwizi kwa kuwaibia wanadamu, lakini wewe unakuwa mwizi kwa sababu umeibia Mungu. Lakini jambo la pili, kwenye uizi huo mmelaaniwa kwa laana, kwa sababu ni laana kutoka kwa Mungu ya kutoa sehemu ya 10. Jambo la tatu, jiulize, huibi, unatoa zaka. Je, ni kamili? Kwa sababu lengo la kutoa sehemu ya 10 kwa ukamilifu wake ni ili Mungu akufungulie madirisha ya mbinguni, alafu akumwagie baraka hata ukose mahali pa kuweka. Sasa tujiulize, umekuwa ukitoa zaka kamili? Ndiyo, tunatiki zaka kamili unatoa. Je, nyumba unayokwenda kuitolea sadaka, hiyo nyumba ni nyumba ya Mungu? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Najitahidi kila mwisho wa mwezi natoa fungu la 10 kwa ukamilifu. Ndiyo, ni kamili kabisa. Wengine paka wanaongeza zaka. Naomba nikuulize, kwa nini? Je, ulishe kufunguliwa madirisha ya mbinguni ukamwagiwa baraka na Mungu? Kwa sababu Mungu anasema umjaribu.
Nijaribuni muone kama sintawafungulieni madirisha ya mbinguni alafu niwamwagieni baraka. Baraka ni neno pana. Hizo baraka ulishaye kumwagiwa kutokea mbinguni? Sadaka yako ya fungu la 10 ya zaka ilishawahi kumshawishi Mungu akafungua madirisha ya mbinguni akakumwagia baraka? Maana yake inaweza ikawa hutoi zaka kamili, ama unatoa zaka kamili lakini unakoitoa hiyo zaka, unakoipeleka, je, ni nyumba ya Mungu? Kwa sababu issue sio kutoa, si kila nyumba ni nyumba ya Mungu. Unatoa sadaka sana, lakini mbona kila ukitoa ndo unazidi kuharibikiwa? Ukitoa zaka kwa ukamilifu unaharibikiwa. Maana yake angalia, unakotoa sio nyumba ya Mungu. Si kila nyumba ni nyumba ya Mungu. Mungu anasema nyumba ni kwangu. Kwa hiyo lazima uangalie zaka yako ni kamili, kinachofuata iwe ni nyumba ya Mungu. Maana yake utoe sehemu iliyo kamilifu, mahali ambako hiyo sadaka inakwenda kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu anasema gala, chakula kiwemo wapi? Nyumbani mwake. Sasa wewe unatoa sehemu ya 10, zaka unatoa, ni nyumba ya Mungu? Kwa hiyo kuna vitu vya kuconnect, kuna vitu vya kuunganisha. Uwezo kwa unatoa zaka mara 5 kila wiki labda kwa ukamilifu, lakini baraka za Mungu huzioni. Maana yake unakotoa sio nyumba ya Mungu. Hiyo zaka unayopeleka haileti chakula kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hiyo zaka yako ni kamili, lakini nyumba inaweza kuwa sio ya Mungu. Wewe unahisi ni nyumba ya Mungu unapeleka, lakini hapo unakopeleka, je, ni nyumba ya Mungu? Kwa sababu kanuni ni rahisi tu. Hakuna kitu kingine. Kama zaka ni kamili na nyumba ni ya Mungu, kitakachofuata kwako baada ya kutoa, maana yake Mungu anafungua madirisha ya mbinguni, alafu anakumwagia baraka. Baraka za mashamba, baraka za nyumba, baraka za afya, baraka za fedha, baraka za mifugo, mpaka unakosa mahali pa kuweka. Naomba nikuulize, hiyo zaka tu kuitafuta ni kazi unapoitoa. Kwa nini? Je, ulishaye kubarikiwa na Mungu pa ukakosa mahali pa kuweka? Sasa nimekuja nikuulize hayo maswali. Jiulize, zaka yako ni kamili? Ndiyo. Unakoitoa ni kweli inafanya kazi ya Mungu? Hiyo nyumba unayosema unapeleka sehemu ya 10, je, ni nyumba ya Mungu? Jiulize hayo maswali. Na baraka ya Bwana hutajirisha. Maana yake Mungu akikumwagia baraka lazima utajirike. Baraka ya Mungu hutajirisha na haichangamani na huzuni. Narudia tena, ukisikia mtu anasema nimebarikiwa na Bwana, maana yake baraka ya Bwana ikikupata lazima uwe tajiri. Baraka ya Bwana hutajirisha. Ile baraka, Mungu akifungua madirisha akikumwagia baraka, maana yake ni utajiri. Baraka mojawapo ya Bwana ni ya utajiri. Kwa hiyo lazima, you should have to watch out. Zaka kama unatoka ukamilifu, sawa. Inaweza kuwa nyumba ni kamili, nyumba ni ya Mungu kweli, lakini zaka unayotoa sio kamili. Ndio maana hizo baraka za Mungu wako hazifiki, hauzioni. Matatizo na fungu la 10 unatoa, zaka unatoa. Sasa nimekuja kukuambia jioni ya leo, na kuwekea namba ya simu pale. Nataka nikuhakikishie hujawahi kutoa sehemu ya 10 kama ni kamili, alafu Mungu akakumwagia baraka. Na weka namba ya simu pale. Tuma sadaka yako ya zaka kwa ukamilifu. Ni jaribu, alafu uone. Jaribu mara moja. Na weka namba ya simu pale. Utatoa zaka kwa ukamilifu, utaona nini Mungu atakufanyia. Utakuwa ushuhuda kwa watu wengine. Narudia, sio kila nyumba ni nyumba ya Mungu. Sio kila sadaka unayotoa inakwenda kufanya kazi ya Mungu. No. Ndio maana baraka za Mungu huoni. Kornelio alikuwa akitoa sadaka nyingi akiwapa watu, na sadaka zikafika mbinguni. Sikiliza, maombi huwa yanakoma ila sadaka haikomi. Habili alikuwa anatoa sadaka, alimtolea Bwana sadaka. Waebrania inaeleza wazi, ingali amekufa lakini sadaka yake bado inanena. Maombi huyo yanakoma ukifa, lakini sadaka zako utakazotoa kwa ukamilifu zitabaki vizazi na vizazi. Maandiko yanasema Abrahamu alipomtolea Mungu, akampa mfalme Melkizedeki sehemu ya 10 baada ya kuwapiga wafalme 7 wa Kedolama.
Maandiko yanasema hata Lawi aliyekuwa viunoni alihesabiwa kuwa mwenye haki. Sio maombi, ni sadaka. Nataka nikuambie jioni ya leo, hujawahi kutoa zaka. Unatoaga zaka, pengine sio kamili, na kama ni kamili, pengine sio nyumba ya Mungu. Ndio maana hivyo vitu vikikutana, haujawahi kuziona baraka za Bwana. Nitakutumishia, na weka namba ya simu hapo. Tuma sadaka yako, tuma zaka. Utaona, ukituma zaka, nitakupigia simu, nitakutamkia baraka, utakuwa ushuhuda. Hilo neno baraka, madirisha ya baraka. Mungu amenipa ufunguo wa kukufanyia maombi. Madirisha ya baraka yatafunguka katika jina la Yesu. Jaribu kutoa uone. Namba ya simu naweka pale. Toa sehemu yako ya 10 kwa ukamilifu. Kitakachobaki ni madirisha ya mbinguni. Shalom, shalom. I love you.